Kwa hiyo dhambi la pili ambalo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alilolieleza ni mtu kuwaasi wazazi wawili. Aktharu minna, miongoni mwetu ndugu zangu Waislamu, tunawaasi wazazi wawili, na kuwaasi wazazi wawili ni kutowatekelezea ule wema wao, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake kitukufu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, wazazi tuwafanyie wema. Allah subhanahu wa ta'ala akakutanisha radhi zake pamoja na radhi za wazazi wawili, akasema ridhallahi fi ridhal walidaini, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zipo katika kuwaridhisha wazazi wawili, lakini kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwakasirisha wazazi wawili. Kwa hiyo katika hadithi hii tunaelezwa ukubwa na ubaya wa mtu kuwaasi wazazi wake wawili. Wangapi miongoni mwetu wanawaasi wazazi wao? Wangapi miongoni mwetu wanawakimbia wazazi wao? Wangapi miongoni mwetu wanawatenga wazazi wao, lakini pasina kujua madhara wanayokutana nayo katika maisha yao? Ndugu zangu Waislamu, tumekosea. Ndugu zangu Waislamu, tunapata shida katika maisha yetu, tujiulize, tunawafanyia wema wazazi wetu? Je, mara ngapi tumewapigia simu wazazi wetu? Mara ngapi tumeongea na wazazi wetu? Wa uququl walidaini, Mtume anasema mwenye kuwaasi wazazi wake wawili, basi mtu huyu hatakuwa na maisha mazuri hapa duniani na maisha ya akhera. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utilia mkazo katika suala zima la wazazi. Mtume anasema ikiwa wewe utawafanyia ubaya wazee wako, utawafanyia ubaya wazee wa wenzako, yule ambaye amekuzidi umri wako ukamfanyia ubaya, basi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea watu ambao watakao kufanyia ubaya ukifika uzee wako. Kwa hiyo tengeneza maisha yako ndugu yangu Muislam, ili ukifika uzeeni na wewe uende kufanyiwa ihsani iliyokuwa nzuri, uende kufanyiwa mambo yaliyokuwa mazuri na ndugu yako na watoto wako na familia yako. Kama tadinu tudanu, ndugu yangu Muislam, kama ulivyofanya ndivyo utakavyofanyiwa. Kama unavyomfanyia leo mzazi wako, basi na wewe utafanyiwa hivyo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.